Hivi umesema pambano linafanyika wapi? Dada, pambano linafanyika hapa Donai. Ukikunja kona tu ni pale mbele kidogo. Yaani mida ya saa 10 mtu anajichukulia zawadi yake mke na pesa taslimu. Yaani ushindi wa kwanza anachukua pesa kibunda. Kwanza hapo bosi ana hasira penyewe, sijamaliza tangazo. Karibu sana. Vipi? Karibu. Nilikuwa na ndoto za dhahabu, nikazifunga kwa minyororo ya taabu. Moyo kanong'ona, haya ni maamuzi yako. Nilipenda sana, nikaibiwa amani kwa jela ya hisia. Nimefungwa na maneno ya zamani. Maisha ni yangu, maamuzi ni yangu. Karibu, nakuja. Mr. Deo, habari yako bana? Karibu ndani. Okay. Asante sana Mr. Wise. Niambie. Karibu bana, ndo napanga vitu, si unajua tena. Okay, asante sana. Naona mandhari ni nzuri. Nyumba nzuri sana. Oh, okay. Nilikuwa katika pita zangu nikaona nije kidogo nikusalimie Mr. Wise. Okay, ni vizuri bana. Vipi lakini unaonaje utulivu wa mazingira ambayo nimekutafutia hii nyumba? Mazingira kiukweli ni mazuri sana na nimeyapenda. Kwa hiyo hapa naona itakuwa ni sehemu sahihi sana kwako kwa ajili pia ya kutulia, ku refresh mind. Unajua ndugu yangu, imebidi tu nimkimbie yule mtoto kama story nilivyokupa. Maana yule mtoto alikuwa ananikera sasa. Anaingia kwangu akiwa mpaka uchi. Mtu anaingia kwangu akiwa na kanga moja, ndugu yangu. Ilikuwa inanishinda. Kanga moja rafiki yangu anaweza kanikuta kwenye mitikasi yangu, ukashangaa nimefanya kweli, alafu lawama zikaja kwangu. Alafu isitoshe mtoto mwenyewe ni wa nyumba ya pili hapo. Kwa anatoka mlango wa kwanza anaingia mlango wa pili. Ndio maana nikakushirikisha ndugu yangu nitafutie eneo, na kweli umenipa eneo zuri, kiukweli nimefurahi sana. Naona hata uso wako unajua kwa story ambayo umenipa Mr. Wise. Mabibi na mabwana, leo ndo ile siku yetu pendwa la pambano letu la kuchukua pesa na mke, yani bure, yani bwana we. Sasa leo niko na wapambanaji ambao hawajawahi kuonekana duniani. Cha kwanza na mpambanaji wangu wa kwanza anayeitwa kwa jina la Mugisha mwenye futi 6. Hatari! Sasa huyu ni mpambanaji ambaye sio kupigana mapambano 100 na akashinda yote. Nani anayetisha? Cheki body. Umeona? Sasa tuna mpambanaji mwingine mwenye uzito wa kilo 369. Sio mwingine ni Joe Baba.
hapa shughuli imekwisha. Yani ngumi jiwe, ngumi nondo, ndevu unaziona ni pandikizi la jibaba. Piga kelele! Bwana, na pambano letu mtu mshindi wa kwanza atajipatia pesa taslim na mshindi wa pili atajizolea mke bure kabisa. Yani hapa mchawi ni nguvu tu. Uchague upate mke, upate pesa. Sina maneno mengi. Naomba wasalimiane, ndugu zianze. Burudani wewe! Yeah! Kazi na umri wewe. Bashimo! Cheki mpopo hizo. Leo mtu analika hapo. Chudia mchezo! Yani kitu ambacho nacho mshukuru sana Mwenyezi Mungu kunipa pacha yangu ambaye umekuja kwa moja katika maisha yangu. Namshukuru sana Mungu maana ametufanya tumekuwa kama mapacha yani. Tumefanana hisia, moyo. Maana hunipingi chochote yani ninachozungumza unanisikiliza. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu. Maana ni wachache sana wanawake kumpata ambaye anakusikiliza na anayekutii. Usijali mpenzi wangu. Nipo kwa ajili yako. Kweli. Vizuri mama. Nafurahi nikisikia hilo pia. Vizuri lakini chunga tu sio anapenda kunikwaza. Si unajua vitu ambavyo sipendi. Hapana. Mimi siwezi kukwaza. Unajua ndio furaha yangu. Kila kitu. Hapo tu. Hapo ndo nikosha. Nakupenda sana. Pia. Baby. Shida nini? Nini shida? Sasa hiyo mimba tena. Vipi bwana? Shida nini tena? Natapika tu mume wangu. Mimba? Ndio. Wewe bicho lako ulikoje hilo wewe? Kumbe bicho lako wewe yani alielewa kinachokuambia kila siku, si ndio? Lakini mume wangu tatoa mimba nini wakati kwani mimi sijaongea na wewe, sijawahi kuzungumza kwenye hili? Mimi nakula mume wangu lakini mimi nitaendelea kutoa mimba lini? Itasababisha shida mimi mume wangu. Utapata shida. Sikiliza bwana, hebu nisikilize. Usinichanganye kabisa kichwa changu, sawa? Na bicho wangu mimi siyabivugika kabisa sasa hivi. Sikiliza. Hiyo mimba unaitoa au uitoi? Mume wangu. Sitaki cha mume wangu. Lakini mume wangu, nimetoa mimba sana. Itasababisha shida mimi. Nakuomba mume wangu, fikiria hilo basi. Usinipande kichwani tafadhali. Nimezungumza, nimemaliza, full stop. Chagua kitu kimoja, kukaa ndani au utoe mimba. Mume wangu, nisikilize basi. Wewe. Moyo kanong'ona, haya ni maamuzi yako. Nilipenda sana, nikaibiwa amani kwa jela ya hisia. Nimefungwa na maneno ya zamani.
Master, kuna binadamu yupo nje hapo, anahitaji kujiunga kwenye chama chetu. Kamete! Mwanadamu umeumbwa na Mwenyezi Mungu, uwe na uvumilivu, lakini umeshindwa kuwa na uvumilivu, lakini umeshindwa kusubiri. Karibu kwenye chama Freemason. Kwenye chama chetu kuna masharti. Lazima utoe kafara, na nyumbani kwako kuna mwanamke umempokea ambaye tumboni mwake ana kiumbe. Hiyo ndio kafara yako ya kwanza. Kwani hamwezi mkanibadilishia kidogo masharti? Master, isitoshe huyo ndo mtoto wangu wa kwanza yule. Sio kumtoa mtoto wangu kafara. Hao ni maamuzi uliyoyachagua, ni lazima uishi. Kafara ni sehemu yetu ya utajiri, na hayo ndio maisha uliyoyachagua. Shika. Hiyo ni sehemu ya kafara yako, ambapo utakapomaliza kutenganisha hicho kichwa ndipo kile kiumbe kitapotea. Mwanadamu, utajiri wako utakuwa ni mkubwa sana. Na tutakutana kwenye kikao cha 12 cha wanachama. Huko utakutana na matajiri wengi, viongozi wengi, wachungaji wengi, lakini utakiwi kutoa siri zao. Na utakapojaribu kutoa siri za chama, shingo yako nayo itakatwa na itatupwa kwenye kina cha maji katikati ya bahari. Na hapo ndo utasahaulika kwenye hii uso wa dunia. Mshindi
kumpatia mke bure. Naam. Na mshindi wetu anajipokelea kitita cha pesa kama tulivyomwahidi, anachekelea. Mshindi namba 2 tunamgeukia na yeye tuweze kumpa zawadi yake. Mpo tayari? Nataka mumuone mke. Alright. Tupo tayari kumkabidhi naye jimbo lake. Baba, uko tayari? Tunaenda kumsikiliza kaka anavyokabidhi zawadi nyingine ya mdogo wake kama zawadi. Piga kelele kwa kakake. Basi tunyamaze tumsikilize kaka, ana mengi ya kusema. Nashukuru sana, mmeshuhudia mpambano wetu mzuri na mmetizama vizuri mpambano wetu. Mshindi wa kwanza tushampatia zawadi yake, na mshindi wa pili na maneno machache ya kuzungumza naye. Na kukabidhi mdogo wangu, uishi naye kwa amani, uishi naye kwa upendo. Tafadhali makofi kidogo. Piga makofi, waacha wivu. Sasa no, hapana, haiwezi kuwa kweli. Hapana, tumtaje kama huyo. Hapana, haiwezekani. Hapana. Usijani huyo. Ya papana kwa ajili yake. Hapana. Usijani. Hapana. Bwana, haya mambo bwana, mambo ya ovyo haya kabisa. Mungu wangu. Taratibu sasa. Nayo, shida ni nini? Mbona unatoka na damu? Basi, sikia, usijaribu kupeleka hospitali, sawa? Basi. Sogea. Mwanangu sijui mwanamke alikuwa anagombana na mwanangu sijui, yani mwanamke anatudelea na udenda, yani sielewi mwanangu hapa. Hebu tuende tumsaidie. Hebu nisikilize kwa makini. Mimi sikuelewi. Acha mwanangu nielewe nini mwanangu? Kunze wewe, hiyo tabia yako nishakunyima muda. Hivi nishakukuambia nieleze mambo yako yote. Leo unanieleza una kaka. Mimi nilikuwa najua na kaka. Haya jambo limetokea kama hilo. Kwa nini usinitaarifu kwamba mtani kwetu kuna pambano? Mimi huwa na ndugu mwanangu, unasikia? Sasa hapo pale mtani wametangaza pambano, rafiki yangu, kwamba atakayeshindwa anachukua mke, atakayeshinda anachukua pesa taslimu. Sawa, kuna amepambana na mtu kama Goliath, limemshinda, limempiga knockout, ameshindwa. Wamempa mke, mwanangu, mke mwenyewe mwanangu anatoa udelele, yani makamasi tu. Mwanangu mimi sielewi tena rafiki yangu. Ila hii yote umetaka wewe. Kwa nini ipi sasa? Hujawahi kunishirikisha kuhusu familia yako? Wewe ndio elewa hilo mwanangu. Mimi hapa sasa yuko wapi? Yuko karibu na kuishi mwanangu. Kwa kuwa pesa waliweka hadharani. Na mwanamke wakamfunika. Naweza tukatumia hiyo mbinu kumsaidia kaka yako. Twende tu hapo. Kalamani kazuri sana. Ndio kwenye kiwanja chetu kule.
Kule Kigamboni nategemea tukajenge hapa. Sasa hivi tumekana Kipo vizuri. Kipo vizuri. Kama hii sehemu hii. Kweli. Pako vizuri. Nategemea hapa. Umechagua vizuri kweli. Kapo vizuri, Kalamani kumepoa. Simekana. Mwezi ujao Mungu akitubariki tutaanza kujenga wangu. Sasa hapo kija kuangalia ile ramani haina gharama sana, ina mambo mengi. Tunaona hapo ka chumba ketu, ka chumba ka wageni, then ka jiko nani kama kimetulia. Yes, kiko vizuri sana. Unajua kuchagua. Kweli. Kama hivyo kuchagua wewe. Mtu ni mbona kama kukunja sura. Yaani kama tumbo linakata kuchini. Chini ya kitovu. Mungu sasa. Mungu linazidi. Sasa mama. Linazidi. Wapi chini ya kitovu hapo? Hebu basi mama, hebu jitulize kwanza. Jitulize basi. Hebu tulia basi, tulia mkono. Mungu linazidi. Wangu. Basi sawa. Basi jikaze tu. Ndio basi. Ndio basi mke wangu. Wangu sogea basi twende. Mungu lazima. Sawa, sogea basi jikaze basi mama. Inuka basi. Inuka. Nashukuru sana. Mmeshuhudia mpambano wetu mzuri na mmetizama vizuri mpambano wetu. Mshindi wa kwanza tushampatia zawadi yake, na mshindi wa pili na maneno machache ya kuzungumza naye. Yaani hapa atake asitake mke ataondoka naye. Ona mwenyewe, ona. Hivi kweli hii ndio ile pisi ya ndugu yangu kweli? Mbona pisi kali hiyo? Pisi gani unafikia? Huo mke gani unafikia? Hebu kwanza ndugu zangu tulieni. Hii haiwezi bana. Naomba tusiharibiane kwenye mfumo wa ratiba na jinsi hivyo. Mimi jamani, ndugu zangu, mnakubaliana na hili linaloendelea hapa? Hapana. Wakati amekuja na fedha, aliziweka hadharani au kuziweka hadharani? Aliziweka. Huyu alimweka hadharani? Mchukue mdogo wako, nenda naye nyumbani kwako. Akipata mwanaume atakayempenda kwenye hali kama hiyo, hata mimi nitakuja kukusaidia hiyo ndoa ifungwe. Kweli. Ila sio kumlazimisha mtu amuoe mwanamke ambaye hakutegemea. Kweli kabisa kweli. Umemaliza, unaruhusiwa kuondoka. Amna kiongozi. Mashindano yamepangwa na mashindano yameandikwa na mfumo. Huyu inaonyesha hajafundishwa adabu. Vijana mpo? Tupo. Aingizwe ulingoni huyu. Aingizwe. Ingia ulingoni. Jamani, amekubali kuondoka na mdogo wake. Aende. Oji mwanangu, hebu inama. Nilikuwa na ndoto za dhahabu. Sijawahi kukupenda. Nimeshamtoa mtoto wangu kafara. Mwanaume wa kweli atafuti hivyo. Alafu mbona wewe ni binti mzuri tu? Nilipenda sana.
nikaibiwa amani kwa jela ya hisia, nimefungwa na maneno ya zamani. Maisha ni yangu, maamuzi ni yangu. Nilikosea, lakini si mwisho wangu. Nimeanguka, lakini nasimama tena. Maisha ni yangu, safari ni yangu. Nilipenda mpaka nilipoteza njia, nikajikuta gizani, moyo unalia. Niliiba si kwa tamaa.